Wazazi wa mwanafunzi waliovaa nguo za kitajiri walipita kumfata mtoto wao shuleni. Mwanaume alikunja uso na kuziba pua. "Tazama hawa panya, kila mahali wapo," alinung'unika. "Yaani ni wachafu. Kwa nini wanaruhusiwa karibu na shule? Ona, anamlisha mtoto taka." Mwanamke aliyekuwa naye alinong'ona kwa hasira. "Usalama siku hizi ni wavivu. Njoo twende." Uso wa Rehema ulishuka kwa aibu. Aliinamisha kichwa lakini hakushusha chupa. "Unaona?" alimnong'oneza Ryan kwa hasira. "Hivyo ndivyo wanavyoniona. Uchafu, taka." Rehema muokota makopo. Alitikisa chupa kidogo. "Lakini hichi ndicho nilicho nacho. Na hapa kwa Mungu si sumu. Kimenihifadhi hai wakati wa njaa ilitaka kuniua. Chini ya daraja." Ryan alimtazama Rehema machoni. Hayakuwa macho ya uongo. Yalikuwa ya kweli na yenye kukata tamaa. Macho ya mtu aliyeteseka na kuishi. Kwa mara ya kwanza maishani, alifanya uamuzi bila baba yake. Alichukua chupa. "Meza fundo dogo," Rehema alisema. "Hii sio juisi, usiwe na tamaa. Iache iguse koo lako tu." Ryan alifungua chupa. Harufu ilimpiga mara moja. Ilinukia udongo kama mvua inavyogonga ardhi kavu. Ilichanganyika na tangawizi na kitu cha zamani ambacho hakuweza kukitaja. Aliinamisha chupa. Kiwevu kiligusa ulimi wake. Ilikuwa mshtuko. Kilikuwa kichungu, chenye ukali na cha joto. Alishikwa na kichefuchefu na kuanza kukohoa. Macho yake yakatoa machozi. Pole Rehema alipaza sauti, akijaribu kushikilia chupa. "Usikiteme, tafadhali usikiteme. Kiache kibaki ndani, ndiyo kinavyofanya kazi." Ryan alikohoa tena, akishika koo lake. Uchungu ulikuwa mkali, lakini chini yake kulikuwa na hisia ambayo hakuwahi kuisikia kabla. Ilionekana kama kiwevu kinapapasa misuri iliyokuwa imejanda kwa miaka 7. Hakukitema, alimeza. Macho yake yakapanuka. Hisia ya kuchoma ilisambaa kutoka kooni mpaka kifuani, ikijaza mapafu yake hewa. Uso wa Rehema ulilegea kwa matumaini. "Nzuri? Ndiyo hivyo. Ndivyo. Utaona labda kitakufanyia kama kilivyonifanyia mimi." Ryan alikunja uso akiindamisha kichwa. Radha bado ilikuwa ulimini mwake. "Nilikuwa mgonjwa zamani," Rehema alieleza haraka, akitazama mlangoni ambako kulikuwa na gari jeusi linakuja kwa kasi. "Nilikuwa sipumui vizuri, kikohozi kilikaribia kuniua. Bibi yangu alitengeneza hiki, alinilazimisha nikinywe. Asubuhi iliyofuata nilikuwa nakimbia. Madaktari wa kliniki walishindwa, lakini bibi yangu alijua mambo. Aliita hiki zawadi kutoka ardhini." Ryan alishika chupa kwa nguvu zaidi. Kitu kilikuwa kinatokea. Kwa mara ya kwanza, shinikizo kooni halikuwa likiingia ndani. Ilikuwa kama kitu kinasukuma ndani kwenda nje. Mtikisiko, mgurumo mdogo. Alifungua mdomo kuvuta pumzi na sauti ndogo ikatoka. Ghafla matairi ya gari yalisikika. Magari matatu meusi ya kifahari yalisimama kando ya barabara. Milango ilifunguka hata kabla magari hayajasimama kabisa. "Ewe wewe!" Kelele ilikuwa kubwa. Mkuu wa kikosi cha ulinzi wa bilionea Edwin Malesela, mwanaume mkubwa aitwaye Muba, alikimbia kuelekea kwao. Alikuwa na bunduki kiunoni. Alionekana mwenye hofu na hasira. "Jiondoe karibu na mtoto wa boss." Muba alipiga kelele, buti zake nzito zikigonga ardhi. Rehema aliganda, hofu ilirudi. Alinyakua chupa na kuikumbatia kifuani kama ngao. "Sikufanya chochote," alilia. "Na hapa bwana, nilikuwa namsaidia tu." "Nyamaza." Sauti hii ilikuwa kali na yenye kukata. Bilionea Edwin Malesela alitoka kwenye gari la katikati, uso wake ukiwa na hofu na hasira. Alimuona mwanaye wa thamani, alisimama karibu na mtoto mchafu wa mtaani, akikohoa huku midomo yake ikiwa na rangi ya kahawia. Wazazi na wanafunzi waliganda. Bilionea alisababisha vurugu. "Unasubutuje?" Sauti ya bilionea ilitetemeka. Alikimbia mbele akimsukuma mlinzi pembeni. "Unasubutuje kumgusa mwanangu kwa uchafu huo?" Umati ulipiga yowe kwa mshangao. Wakina mama walifunika macho ya watoto wao. Minong'ono ikaanza. "Ni yule msichana wa mitaani. Je, alimpa sumu? Wapigieni polisi. Watekaji hutumia dawa kuwalaza watoto." Ryan alisimama akitetemeka kati ya dunia mbili. Mkono wake bado ulikuwa kooni. Alimtazama Rehema aliyekuwa tayari kukimbia, kisha akamtazama baba yake. Bilionea alimkamata mwanaye na kumkagua haraka.
Ryan, niangalie, alikupa nini? Tema nje. Muba aleta maji haraka, osha mdomo wake. Rehema alipiga kelele, akijaribu kujieleza kwa kukata tamaa. Alijua wakimchukua angeishia selo. Nilimuona hawezi kuzungumza, hawezi kuomba, lakini nilijua nilimpa kile ambacho bibi yangu alinipa. Bilionea aligeuka kwa hasira, macho yake yakitoa moto. Ulimpa mchanganyiko wa mtaani? Unajua yeye ni nani? Unajua ulichofanya? Alisimama mbele ya yule msichana mdogo.